daka hivyo hivyo. Kichwa cha somo kinasema thamani ya upendo wa Mungu. Thamani ya upendo wa Mungu kwako. Ikumbukwe ni mara yangu ya 3 nasimama madhabahuni kwa mwaka huu. Kwa mara ya kwanza nilisimama ilikuwa tarehe 18 ya mwezi wa kwanza. Nilifundisha kwa habari ya uwajibikaji ndani ya msimu mpya. Kipindi kile kama mnakumbuka, tulikuwa kwenye nyakati za mabadiliko. Kulikuwa na chaguzi sinodi, lakini chaguzi kwenye shirika. Tukajifunza kidogo kwa habari ya uwajibikaji. Manake wa kila mtu kama kanisa kwenye kipindi cha msimu mpya ambacho tulikuwa tunakipokea. Bwana asifiwe. Mara ya pili nilisimama ilikuwa tarehe 1 ya mwezi wa 3. Tulijifunza kwa habari ya kwa nini ni muhimu kuwahurumia au kuwasaidia wasiojiweza. Wangapi wanakumbuka? Bwana asifiwe. Mimi ni mwalimu, lazima nirudi nyuma angalau niwakumbushe hata vichwa vya somo ili ikupe nafasi ya kukumbuka zaidi na kujifunza tunakoelekea. Lakini baada ya hapo leo tunajifunza kwa habari ya hiki kichwa ambacho nakitambulisha hapa. Ule uthamani wa upendo wa Mungu kwenye maisha yetu. Nilipokuwa mdogo, inawezekana hata wewe, nilikuwa naambiwa kwamba Mungu ananipenda. Bwana asifiwe. Nilipokuwa nikilelewa kwenye yale malezi ya Sunday, nilikuwa naambiwa Mungu ananipenda. Wakati mwingine napewa sadaka ya mahindi, ule mwindi mmoja, nashikishwa tu mwindi mmoja, nenda kanisani. Kwa nini? Nasema Mungu anakampe, Mungu anakupenda. Uelewi Mungu namkuta wapi, lakini kwa sababu mkikusanyika kanisani kuna anayekusanya, basi tunajua tumempa Mungu anatupenda. Bwana asifiwe. Kwa hiyo upendo ambao Mungu anauachilia, nakumbuka nilipoanza kuhudumu, kabla hata sijapokea wito huko tukiwa shule ya sekondari, nilianza kwa habari ya kufundisha juu ya upendo wa Mungu. Nilifundisha mpaka nikawa najishtukia mwenyewe kwamba mbona kama nafundisha kitu kile sasa. Bwana asifiwe. Kila nikitaka kufundisha na sukumwa kuzungumza kwa habari ya upendo wa Mungu. Kila nataka kufundisha na sukumwa kuzungumza kwa habari ya upendo wa Mungu. Basi ikawa korasi yangu hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ilipofika kipindi ambacho nilianza kufundisha kwa habari ya mamlaka. Upendo wa Mungu, nikawa nimepumzika kidogo. Lakini leo naweza nikazungumza mambo machache ambayo natamani kila mtu ayachukue, ambayo yalikuwa yananipa nafasi ya kwa nini inawezekana kwa kipindi kile nilikuwa nikisukumwa kuzungumza sana kwa habari ya upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tutumie andiko letu la juma kwa maana ya somo ambalo tumelisoma mahali hapa. Linasema huko mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye anashughulika na mambo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya 5 na ule mstari wa 7. Biblia inasema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Tulipokuwa tunaanza ibada, baba mchungaji alitusomea andiko hili na akatambulisha kwamba linatoka kwenye hiki kitabu. Kwenye hili andiko kuna mambo mawili ambayo nimeyaona, nataka tuyaangalie. Na somo hili nitaligawa katika makundi mawili. Kundi la kwanza litakuwa na maandiko mawili. Andiko la kwanza ni hili ambalo tumejifunza, na andiko la pili linatoka kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu 12 na ile 32. Anasema nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Hii sehemu ya kwanza nataka tujifunze kwa habari ya kitu kinachoitwa
fadhaa. Biblia inasema huku mkimtwika yeye, huyo Mungu wetu, fadhaa zenu zote. Kwa nini? Kwa sababu yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Na kwenye Yohana anasema akiinuliwa juu ya nchi atawavuta wote kwake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yesu anazungumza kabla hajaelekea msalaba. Wakati huo ndo safari imepambwa moto, anaelekea msalabani. Lakini anazungumza na wale wanafunzi wake, anawaambia ya kwamba majira yatafika nitakapoinuliwa juu ya hii nchi. Hapo ndipo ambapo ni majira mimi yatakapokuwa imefika ya kuwavuta watu wangu kuja kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ikumbukwe kuna mtu mmoja ambaye ni watu kadhaa. Biblia inasema Wayunani kadha wa kadha. Ilifika wakati wakatamani na walitaka kwa nguvu kubwa kumwona Yesu. Biblia inasema hawa Wayunani ni Wagiriki. Walipoona ule msukumo wa kutaka kumwona Yesu, wakamwendea Filipo. Filipo, tunaomba tumuone Yesu. Ikumbukwe wakati huo Yesu anatembea na wale wanafunzi wake. Filipo alimwendea Andrea, akamwambia hawa watu wanataka kumwona Yesu. Filipo na Andrea wakaambatana kwenda kwa Yesu kumwambia kuna kundi la watu la Wayunani wanataka wakuone wewe Yesu. Biblia inasema Yesu alifurahi juu ya hayo mambo, lakini aliwaambia ya kwamba chembe ya ngano sipodondoka kwenye ardhi hii, kwenye huu udongo, na ikafa, basi hamna kitu ambacho kinaweza kufanyika, isipokuwa lazima idondoke ife ili ichipue afu izae matunda. Lakini wale hawakuelewa kilichokuwa kinaendelea. Yesu alikuwa anazungumza kwa habari ya safari yake ya kuelekea msalaba. Anawaambia hawa watu wamekuja kwa spidi, wanataka kuniona. Nimeona ile kiu iliyoko ndani ya mioyo yao, lakini wasubiri msalaba kwanza. Kwa nini? Msalaba utakapofika mimi nitainuliwa. Nikishainuliwa, hapo ndipo itakuwa rahisi hao wanaonitafuta niwafute kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kifo cha Yesu, alipokufa alienda kusulubiwa msalabani. Ndivyo maandiko yanasema, lengo ni ili andiko litimie juu ya ile adhabu inayowapata watenda dhambi wote. Na Yesu kwa sababu alikubali kufa kwa sababu ya maovu yetu, kwa ilimbidi naye afe kama wakosaji wengine. Lakini ile njia ilikuwa kwa ajili ya kutimiza andiko kwamba hakuna watu kuokolewa kwa wokovu waliokuja kutafuta, isipokuwa ni lazima ainuliwe msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anazungumza na hawa wanafunzi kabla hajaondoka kuelekea msalaba. Anawaambia subirini mpaka nitakapoinuliwa msalabani, ndipo nitaweza kuwavuta kirahisi kwangu. Lakini kwa majira haya, hata nitakapoondoka, msinikimbilie wala kunitafuta, isipokuwa kaeni mahali fulani, ngojeeni hapo. Kuna nguvu itakuja kutoka juu kwa ajili ya kuwasaidia, ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kwa nini? Wakati Yesu anatembea nao kwa miguu, wanaenda mahali na mahali, uwezo wa kuwavuta moja kwa moja ulikuwa haupo, hakuwa nao. Lakini kuwafundisha kwa habari ya njia njema alikuwa anaweza kufundisha, na kuwafunulia juu ya nyakati zinazokuja alikuwa anaweza, hata kuwaponya alikuwa anaponya. Lakini kuwavuta wawe wake moja kwa moja alikuwa hana huo uwezo kimamlaka kwa mahakama ya mbinguni. Na ndio maana hata shetani alipochukua nafasi ya kumjaribu Yesu kwa wakati ule, kwa mahakama ya mbinguni alikuwa hana mamlaka ya moja kwa moja kumpinga shetani haraka kiasi hicho. Maana angesema mimi ni Mungu, angemzuia au angemwadhibu hata asifanye chochote, asijaribu hata jaribu moja. Lakini alipita kwenye majaribu yote ambayo shetani aliyapanga ayapitie. Kwa nini? Mamlaka
ya kisheria kwa mahakama ya mbinguni inamruhusu apite katika hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliposhinda akaendelea kupitia changamoto. Wanamtukana, wanampiga, wanamsukuma, yaani anapitia kama watu wengine wanaopitia. Sikiliza, alipokufa pale msalabani, wamechukua mwili wameenda kumzika. Ghafla alipofufuka, cha kwanza, hata alipokutana na yule mwanamke wa kwanza kusikia kwa habari ya kufufuka kwake, alipojaribu kutaka kumgusa, alimkatalia. Mimi ni mtu mwingine, au hiki ni kiumbe tofauti, sio kile mlikuwa mnatembea nacho. Hiki ni tofauti. Najua wewe ni ndugu yangu kabisa, lakini usiniguse. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Alikuja na mamlaka iliyo halali. Ndio maana Biblia inasema aliposhuka kule kuzimu akanyang'anya mpaka ufunguo wa mauti. Lakini akiwa duniani enzi hizo ana uwezo wa kunyang'anya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiki kipengele cha kwanza, nimesema vipengele vitakuwa viwili. Kipengele cha kwanza tunaenda kuangalia huu uwezo ambao Mungu anao ili utusaidie kutupa ule uthamani ambao Mungu anauachilia kwenye maisha ya mtu juu ya upendo wake. Ni uwezo wa namna gani? Kwamba huyu Mungu mwenye uwezo ambaye ameachilia upendo wake kwetu ni Mungu ambaye anajishughulisha sana na mambo yetu. Na hajataja ni mambo mangapi, si ndivyo? Lakini amesema huku mkimtwika yeye fadhaa. Neno fadhaa linaweza likatengeneza uhaba wa mambo ambayo wanadamu wanaweza kuyapitia. Fadhaa si mambo yote ambayo wanadamu wanapitia. Vingine ni vitu vingine. Lakini kule mbele anazungumza mambo yote. Fadhaa inaweza ikawa ni wasiwasi. Bwana asifiwe. Wangapi wamewahi kupitia maisha ya kuwa na wasiwasi? Nyosha mkono. Fadhaa inaweza ikaenda mbali ikawa ni hata msongo wa mawazo. Wangapi wamewahi kupitia kwenye hiyo changamoto hiyo au hiyo hali ya msongo wa mawazo? Bwana Yesu asifiwe. Tuko sawa? Hizo ni fadhaa. Nilikuwa najifunza na ninaandika baadhi ya vitu hapa ili niweze kuwatajia baadhi ya vitu. Unapozungumza kwa habari ya fadhaa, unazungumza kwa habari ya hofu. Unapozungumza kwa habari ya fadhaa, inaweza ikawa ni mizigo ya moyo inayokusumbua. Inaweza ikawa ni mashaka au matatizo, au mashaka na matatizo vyote kwa pamoja. Hizo ni fadhaa. Inaweza ikawa hivi pressure Kiswahili chake nini? Ni pressure hivyo? Wataalamu jamani. Bwana asifiwe. Inaweza ikawa ni mahangaiko yako ulio nayo. Inaweza ikawa ni hali ulio nayo pengine kwa sasa. Kuna mwingine ajui hata shida gani aliyo nayo, lakini anaweza akatafsiri shida yake kwa kucheki hali yake. Anapoangalia hali anayopitia akajaribu kulinganisha na neno linavyosema, anagundua nimekwama. Sasa hivi vitu nilivyovitaja hapa vinatengeneza kitu kinaitwa fadhaa. Lakini anasema anajishughulisha na mambo yetu, na hajataja mambo ya namna gani. Pengine inawezekana hayo mambo yetu yakawa ni fadhaa ambazo amezisema. Bwana asifiwe. Lakini lazima tukumbuke kwamba Mungu wetu anayo nguvu. Na Biblia inapoandika kwa habari ya upendo, na tunapoenda kutazama upendo wa Mungu na ule uthamani ambao ameweka ndani yetu, lazima tujue na nguvu iliyoko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kwa kutazama kwa habari ya hizo fadhaa ambazo tunakutana nazo kwenye maisha yetu, wakati fulani nimewahi kukutana na mtu alikuwa amepita kwenye mazingira magumu. Yeye alikuwa amepatana na mwenzie wa kike, kijana wa kiume. Walipatana ili waishi maisha ya baadaye pamoja ya ndoa. Bwana asifiwe. Waliishi maisha mazuri mpaka ya kiuwekezaji pamoja. Wakawekeza vizuri kwa maendeleo ambayo hatukiangalia nasema kwa kweli wamefikia hatua nzuri.
Bwana Yesu asifiwe. Na wa kiume ilifika wakati, kwa sababu alimwamini yule binti, alimpa nafasi ya kusimamia miradi, yeye akiendelea kupambana na maisha mengine ya ajira. Ilipofika wakati wamesogea, wanakaribia, wanasema sasa huu ni mwaka, lazima mambo yetu yaishe. Ghafla binti akainuka akasema, lakini si unafahamu kwamba mimi ni dhehebu lingine na wewe ni dhehebu lingine? Sasa ni vyema wewe mwanaume ukabadili dhehebu, kwa sababu huku kwetu sisi ukibadili kutakuwa na shida kubwa sana. Mwanaume naye akasema, wewe mwanamke inatakiwa ndio ubadili, unifuate mimi ambaye nakuoa. Kwa kesi ikaibuka ya udhehebu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikapamba moto. Ilifikia na mimi nikaipata. Na kipindi hicho na mimi sijaoa. Na mimi huko natafakari nasema, Mungu, mambo mbona mazito kiasi hiki? Bwana asifiwe. Amen. Lakini mambo yalipoendelea zaidi, kesi ikawa nzito kiasi cha kwamba walifikia maamuzi ya kuachana. Kama sasa, kama huwezi badili na wewe huwezi badili, basi wewe chagua ya kwako na wewe. Kila mtu aende atakutana na mwenzie, pengine sio fungu la kwangu. Wakaachana. Shida ikaja uwekezaji waliofanya. Na kwa sababu uwekezaji wa kirafiki huwa hauna mamlaka za kisheria kupita katikati, ili kama mnataka kupasua mali mlizo nazo ziwasaidie kufanya maamuzi. Kwa ikawa shida sana kwa kijana, kwa sababu mwanamke ndiye alikuwa akisimamia miradi yote. Bwana Yesu asifiwe. Anawaza nitamwendeeje ili aweze na kwenye mkono wa sheria ukiyapeleka haya hamna, una ushahidi. Kwa alipita kwenye mazingira magumu, kwa sababu ilibidi akubali kuacha kila kitu kwa huyo mtu, afu yeye aanze upya. Sasa kipindi alichokuwa anapitia kilikuwa kigumu kiasi cha kwamba alitamani hata ikiwezekana ajiue au aondoke, yani aende mbali pengine ambako marafiki wanaomjua wasimuone, kwa sababu mambo yalikuwa yamepamba moto kiasi cha kwamba asilimia ya watu wa karibu wengi wanafahamu, na wengine wanaita kwa jina zuri wakimkaribisha huyo wa kike kwa majina yale mazuri ya kumtakia heri anayekuja kwa upande wa rafiki wa kiume. Bwana asifiwe. Lakini mambo yakawa tofauti. Sasa kitu cha namna hii, mimi nikitafakari kwa habari ya upendo wa Mungu juu ya jambo kama hili, na kuja kugundua kwamba upendo wa Mungu, Yesu alipoinuliwa pale msalabani, alisema ya kwamba atatuvuta kwetu, lakini hatatuvuta tu kama kutuvuta, lakini fadhaa. Nimekwambia fadhaa ni pamoja na msongo wa mawazo, pamoja na wasiwasi, hofu, mashaka. Kwa hiyo upendo wake unaweza ukaichukua hofu ulio nayo, alafu ukabaki huna hofu na unasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikabidi tuchukue nafasi ya kwanza kuzungumza naye kwa habari ya upendo wa Mungu. Kuzungumza naye mwaka huo. Sasa mimi nimepata mtu mwingine. Mbona haraka sana? Nina uhakika wewe niliyempata yuko vizuri. Lakini ule upendo wa Mungu na ukumbuka vizuri sana. Nina uhakika mtumishi, nina uhakika akapata huyo mwanamke ndani ya mwaka, akamuoa. Na sasa wana watoto hao. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Mimi nataka kusema, mahali pagumu unapokuwa unapita, ambapo akili yako inafika mahali ni kama inashindwa kuendelea mbele, unashindwa kuchukua hatua kwa sababu ya wasiwasi juu ya yale unayotaka kuyachukua maamuzi, hofu inakusonga, unajikuta umekaa kwenye hali ya msongo wa mawazo. Na ubaya zaidi, msongo wa mawazo ni mzuri kwa mwanadamu, lakini ukipitiliza unatengeneza hali nyingine. Wataalamu wanasema anatengeneza kitu kinaitwa sonona. Sonona ikiingia, hiyo sasa ni ugonjwa mwingine ambao hautaweza kutoka kirahisi. Ndio maana Mhubiri inazungumza kwa habari ya wapumbavu. Inasema hasira inakaa kifuani mwa wapumbavu. Wangapi wamesikia huo mstari? Kwa nini hasira inakaa kwenye kifua cha wapumbavu? Kwa sababu Mungu ameruhusu
mwanadamu atumie akili yake, na akili ambayo ameruhusu utumie inayo nafasi ya kushambuliwa na kitu kinaitwa mawazo, na ile ni hali ya kawaida kibinadamu. Na mawazo yanapokuja kwenye akili yako ni jambo jema. Kwa hiyo msongo wa mawazo unapoingia ndani yako kwa sababu ya kuchukizwa, unakasirika ndani, hasira imejaa, unaanza kulitafakari jambo, ghafla linakupeleka kwenye msongo wa mawazo. Hasira kwa mwanadamu ni nzuri. Biblia inaandika, iweni na hasira, Mungu anaruhusu. Unapokasirika, hasira inacheza kwenye ufahamu wako. Ndio maana inaweza ikaishia kutengeneza msongo wa mawazo. Lakini Biblia inaandika, jua lisichwe, bado una hasira. Kama ulikasirika asubuhi, isifike jioni, usiku, bado una hasira. Unaamka mpaka asubuhi una hasira juu ya jambo la jana. Biblia inaandika, ile hasira haiendelei kukaa kwenye akili yako, inaondoka, inavamia kwenye moyo wako. Ikishavamia kwenye moyo wako, kwenye moyo Mungu ameweka kitu kinaitwa kwenye roho yako, inavamia roho yako. Kumbuka roho ni wewe. Ikivamia roho yako, kwenye roho yako Mungu ametengeneza kitu kinaitwa moyo wa kiasi. Kazi ya moyo wa kiasi ni kujitahidi kuchuja kila jambo ambalo baya linataka kuzidi, kwa sababu Mungu ametuumba ili tuwe katika hali ya usawa. Jambo likitaka kuzidi zaidi, linataka kuharibu maisha yako, ule moyo wa kiasi kwenye roho yako unafanya kazi ya kupunguza makali. Ikitaka kushuka chini zaidi, ule moyo wa kiasi kwenye roho yako unafanya kazi ya kupandisha ili uwe kwenye usawa. Sasa mpumbavu ni yule ambaye anaruhusu hasira yake itoke kwenye akili yake ivamie moyo kwenye roho yake, na ikivamia kule inaharibu moyo wa kiasi, unakuwa huna kiasi. Unaweza ukapita kwenye mazingira ukatukana wakubwa kwa sababu moyo wa kiasi umekufa. Nini? Akili yako imeshindwa kufanya kazi, imezidiwa. Moyo wako kwenye roho yako umevamiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ili uelewe iko hivi. Kwenye maisha haya tulio nayo, kuna watu ambao wana tabia mbaya. Yaani unajua kabisa, yaani huyu akili yake haijakaa sawa. Lakini akikaa kwenye mazingira fulani, akili yake huyu inajituni. Hawezi akafanya ule ubaya ambao anafanya akiwa kwenye maficho fulani. Yaani anajituni yeye mwenyewe kwamba mazingira haya hapana, hapa panahitaji ustaarabu kidogo. Anaweka ustaarabu. Hapa hata nikijiachia anaweza akatukana ovyo, akapiga makofi watu, akafanya anachokijua. Wakalalamika, yeye anacheka, anaondoka. Anafika mahali anajua hapa pana ustaarabu. Lakini kuna wengine pawe pa ustaarabu, hapana ustaarabu, yeye popote kambi anafanya jambo lolote. Hamjawahi waona watu wa namna hiyo? Hata baba yake akisimama, unafikiri pengine kwa sababu baba yake yupo anaweza akatengeneza ustaarabu? Hamna kitu. Anavuruga mpaka kwa baba yake na mama yake. Mwahi kuona watu wa namna hiyo? Hali ya mtu wa ndani inakuwa imevamiwa kuanzia nafsi yake mpaka roho yake. Sasa ogopa sana roho yako ikawa na uvamizi mkubwa. Ni afadhali akili yako, kwa sababu Mungu amekuwekea uwezo ndani kwenye akili wa kupambana na mambo ya huku duniani. Bwana asifiwe. Biblia inaandika, mwili na roho havijawahi patana hata siku moja. Hata ufanye ibada nzuri kiasi gani, lakini mwili na roho havijawahi patana. Havijawahi kabisa. Lakini mwili unapoleta mashambulizi, akili yako kazi yake ni kuhakikisha unapambana na huu mwili usije ukaharibu roho yako. Kwa huwa vinasaidiana, nafsi yako, akili yako na roho yako kupambana na mwili ili mwili umtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nisiwachanganye sana. Nini nataka kusema? Nataka kusema hivi, fadhaa, matatizo, hofu, mashaka tunazokutana nazo kwenye maisha, ili uweze kushinda ni lazima utazame ile thamani ya ule upendo wa Mungu aliyokuwekea ndani yako. Kitabu cha Isaya 43
Ukisoma kinaandika Mungu kupitia Yesu Kristo alikufa akaja akatukomboa kwa sababu ya mambo mawili. Jambo la kwanza, uthamani tulio nao sisi. Maana sisi tumeumbwa, tumekuwa wazuri mbele zake, anatupenda tu wa thamani. Sasa kama sisi tu wa thamani, yeye si zaidi juu ya upendo wake. Anasema kwa sababu ya uthamani huo akaja akatuokoa. Jambo la pili, alitupenda. Kwa katika hivyo vitu akaja akatuokoa. Wokovu ambao Mungu aliuachilia kwenye maisha yetu, alitengeneza msuri wa kushinda zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ayubu sura ile ya 42 mstari wa kwanza na wa pili. Ayubu anapoanza kuzungumza na Mungu kwenye ule mstari wa kwanza, wa pili anasema ya kwamba najua ya kwamba unaweza kufanya mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia nafahamu kabisa mpaka kwa kupita kwangu huku nimepita, sasa najua ya kwamba unaweza kufanya mambo yote. Kwa kama huku tulikuwa tunajifunza kwamba anaweza kupambana na fadhaa zetu, kumbe sio fadhaa peke yake, anaweza akapambana na mambo. Jambo lolote linaloibuka linalokupa shida, yeye anaweza kupambana nalo. Kwa nini? Ndani yetu ametutengenezea uhalali wa kushinda na zaidi ya kushinda. Kwa nini? Tuangalie mfano wa kwanza ambao ni sehemu ya pili. Naanza kutoa mifano. Kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ile ya pili mstari wa 7. Biblia inaandika huo mfano wa kwanza. Kwa nini upendo wa Mungu ni wa thamani kwenye maisha yetu? Thamani iliyoko kwenye upendo wa Mungu kwenye maisha yetu. Biblia inaandika, inasema, yafahamu sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Yafahamu sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Ayubu anaandika, anasema, nami leo katika kujifunza kwangu nimejua ya kwamba unaweza kufanya mambo yote. Petro anaandika, anasema, fadhaa zenu zote anaweza kuzishughulikia. Sasa kama anaweza kufanya mambo yote, anawezaje? Tuko kwenye dunia hii ambayo tunatakiwa tumuombe kwa njia gani ili hayo mambo yote yanapotukumba tuweze kushinda? Biblia inaandika, inasema, yafahamu sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Maana yake ni nini? Unapokuwa unapitia kwenye changamoto yoyote, na ili uelewe hapa, natamani nikufundishe mambo matatu. Kwenye ushindi tulio nao unategemea vitu vitatu. Kwa unapokutana na jambo, lazima ujue limejitokeza kwenye eneo lipi, ili unapotaka kulishughulikia, ulishughulikie kufuatana na eneo ambalo hilo jambo limejitokeza. Kwenye uumbaji, Biblia inasema Mungu amemuumba mtu ambaye huyo mtu ni roho. Kwa lazima ujue kwamba jambo limejitokeza kwenye roho. Alafu anasema jambo la pili, anayo nafsi. Kwa jambo linapojitokeza lazima ujue ili limevamia roho yangu au nafsi yangu. Jambo la tatu anasema anao mwili. Kwa kumbe mtu ni roho, jambo la kwanza. Anayo nafsi, jambo la pili. Vimekaa kwenye mwili, jambo la tatu. Kwa unaposhughulikia mambo yote ambayo yanaweza yakakupata kwenye maisha yako kwa ushindi wa uthamani wa upendo wa Mungu kwenye maisha yako, lazima ujue limevamia wapi. Kwa mfano, mambo yote ambayo yanahusika au yanashambulia akili yako au yanashambulia nafsi yako, yakishashambulia ile nafsi yako, kwenye nafsi vilivyoko ndani vyote vinaongozwa na akili. Sasa kitu gani kitakusaidia ukishajua ni nafsi yako inashambuliwa? Biblia inasema ni lazima
kama ni maombi unataka kuomba, omba Mungu aitengeneze vizuri akili yako ili iweze kushambulia jambo ambalo linashambulia nafsi yako. Ndio maana kuna mambo mengine ukiweka ukiroho sana utadondoka. Wangapi wanaweza kuelewa ninachosema? Yaani kuna mambo mengine kuyashughulikia, ukiyashughulikia kiroho zaidi, ukasahau kwamba akili nayo inatakiwa ifanye kazi, unapotea. So mambo mengi ni ya huku mwilini ndio tunakutana nayo. Mwili na roho havikai pamoja. Jambo la kimwili ukilishughulikia kwa kutumia roho yako bila akili yako kufanya kazi, unapotea mazima. Kwa hiyo hapa anatuambia unaposhambuliwa kwenye nafsi yako, ombea akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Mungu amesema atakupa akili ya kushinda kwenye mambo yote yanayoshambulia akili yako. Jambo la pili, unapopata muda wa kushambuliwa roho yako, unapopata muda wa kushambuliwa roho yako, kwenye roho viko vitu vingi, lakini vyote vinaongozwa na upendo, kwa sababu upendo unakaa kwenye roho yako, haukai kwenye akili. Ndio maana mtu anaweza kuwa na akili nyingi unazojua, lakini hamna kitu. Watu wakawa wanashangaa, asalimia hata ndugu na akili zake amepotelea huko wapi na nini. Upendo unakaa kwenye roho yako. Kwa hiyo kama umeshambuliwa jambo kwenye roho yako, ombea sana upendo wa Mungu kwenye maisha yako, ili angalau ule upendo uje ndani yako ukusaidie kukushomoa mahali ulipo. Ndio maana tendo la ukombozi, mwanadamu alipotenda dhambi, lile jambo halikuhitaji akili ili kulitatua. Halikuhitaji akili kabisa, wala halikuhitaji mwili kabisa. Lilihitaji roho nyingine ije kushughulikia. Ikumbukwe, Adamu wa kwanza ndiye aliyeshindwa, akafanya makosa, akatenda dhambi. Lile kosa lilishambulia roho yake, akapata shida kwenye roho yake. Hata aje mtu mwenye akili kiasi gani hawezi kumsaidia, isipokuwa ilihitajika roho nyingine ije kwa ajili ya kumsaidia. Kwa namna gani? Dawa ikawa ni upendo wa Mungu. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu na hata akamtoa mwanae wa pekee, ili Bwana Yesu asifiwe, upendo wa Mungu ukaja ukamsaidia mwanadamu akaanza kutembea tena. Kwa hiyo ukishambuliwa jambo lolote la kiroho ambao unajua ni la kiroho, si anajulikana jamani, ombea sana upendo wa Mungu kwenye maisha. Jambo la tatu, mwili wako ukishambuliwa. Yako mambo mengi Mungu anaweza kukupa ufunuo jinsi ya kushughulikia, lakini natoa muongozo kufuatana na jinsi ambavyo Mungu alikuwa ananifundisha ninaposoma hapa. Ukishambuliwa mwili wako, unatakiwa ufanyeje? Tuangalie kitabu cha waraka wa Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, Biblia inaandika kwenye sura ile ya 3, mstari ule wa kwanza na wa pili, hasa ule wa pili, anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda sawa jamani? Sasa nataka niseme kitu hapa. Mwili wako unaposhambuliwa kimamlaka, Biblia inapoonyesha mwili hauwezi fanya kazi peke yake jinsi Mungu alivyoutengeneza. Yaani huu hauwezi chochote. Wenyewe upo kama, yaani ndio maana Biblia inasema ni nyumba, ni hekalu, si ndio? Hii nyumba ukishaijenga ukiacha hivi haiwezi fanya chochote. Baada yake utakuta tu inaharibika, baada ya muda utakuta imedondoka, si ndio? Mwili jinsi ulivyotengenezwa na Mungu, nao uko hivyo, ni nyumba tu, ipo kama nyumba tu, ambapo ukiacha hivyo hivyo inabaki hivyo hivyo. Kwa hiyo mwili unaposhambuliwa, Mzee Yohana anaandika kwa Gaya, anasema, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako njema. Lakini
hazungumzi zaidi juu ya namna atakavyofanikiwa kwenye mwili wake. Kwani ukisoma maandiko itabidi uelewe kwamba mwili ni nyumba, ni hekalu. Kwa ukishambuliwa kwenye mwili wako, lazima hivi vitu viwili viungane ili mwili upone. Roho yako na nafsi yako lazima viungane. Vikishaungana vinaweza vikasaidia mwili. Ukitumia roho yako peke yake ukaacha akili, mwili unaangamia. Ndio maana ukikesha kwenye maombi kuanzia asubuhi mpaka jioni na kesho kutwa na nini, akili yako haijafanya kazi, utafia huko. Kwa sababu akili lazima ikumbushe kwamba inatakiwa utoke hapa, uende ukatafute chakula, mwili ule. Akili kisha zungumza na roho yako, huku ndani vitapatana. Kwa kumbe mwili unatakiwa ule. Kumbuka roho na mwili havipatani. Kwa roho nayo haiwezi kukumbuka mwili kwa sababu ni msumbufu. Lakini akili lazima ihusishwe. Itakwambia hapana, nenda sehemu fulani. Unaweza ukafanya ibada kwenye mazingira fulani, ukashangaa watu wanakuja wanalalamika, inakuwaje katika namna hii? Unaweza ukafikiri ni wakorofi, kumbe hujatumia akili kwenye hayo mazingira. Haikutakiwa ufanye kama unavyofanya. Bwana asifiwe. Mwili unaongozwa na akili pamoja na roho yako. Ndio maana ukitaka kuponya mwili ni lazima ombea akili yako, ombea roho yako, Mungu aijaze upendo mkubwa. Ndipo unaweza ukashinda kwa urahisi vita inayokabili mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame.